anachomona kwenye mshahara wa kazi yake. He's moving upon the salary. Alafu anakuja kumtolea Mungu madhabahuni. But she's coming to give the Lord before the altar. Sio kwamba alikuwa anatoa sehemu moja, alikuwa anatoa sehemu mbili tofauti. She was moving from different two places. Na yote alikuwa anafanya kwa sababu akiamini kuna nguvu katika fungu la 10. And this all it is because she believes in tithe. Leo unatoa fungu la 10. Do you give tithe? Mimi wala sipendi kuhubiri kwa mahali ya mambo ya sadaka. I do not want to preach about offerings. Wala si muumini wa kusema mtu atoe sadaka pasipo kutaka hivyo. I do not remember to force someone to give offerings. Una biashara lakini hutaki kutoa fungu la 10. You have business but you don't want to give tithe. Uko na kazi lakini huwezi kutoa fungu la 10. You have a work but you cannot give tithe. Ni hatari sana. It is so dangerous. Mungu amemsaidia na kuna nguvu kubwa katika fungu la 10. There is big power in giving tithe. Unapotoa Mungu anaona mtu huyu amesamini na kujali kile kitu ambacho nimesema afanye. When you give, God appreciate what you are doing. Mungu anasema leteni zaka kamili jamani. Says bring complete offerings. Leteni zaka kamili. Bring complete offerings in the house. Kwenye fungu lako la 10 utamuona Mungu sana. To your tithe you see the Lord. Kwa sababu unapotoa fungu la 10 unajiungamanisha na kuhani wa madhabahu hiyo. Because when you give tithe you connect to the man of that altar. Kila unapokuwa naomba wako asahau kuomba kwa ajili yako. When you pray, do not forget, you will not forget to pray for you. Hallelujah. Amen. Mungu akubariki sana. Unaona wengine karibu endelee.